kila kukicha natafutwa, wazazi wangu wanashikwa, lazima waripoti kwa police station. Sheria zao za pale za kifrimason ama za kishirikina, hiyo inaitwa rejected sacrifice. Ndio maana unapata mili nyingi Nairobi River ama kwenye misitu zinapata zimetupwa. Kwa sababu gani? Unapata hizi ni sacrifice, biashara za kutoa viungo vya mwili kama macho, sehemu za siri, na yes, ni vitu vinafanyika. Nafikiri umekuwa ukivisikia. Nakumbuka pia hiyo ni incident ambayo pia mwenzetu aliuliwa mmoja, na imagine hichi ni kitendo cha kwanza na ni sehemu ya kwanza ya kutumia bunduki. So ni hali ambayo ilikuwa ni tatanishi kwangu mimi, manake tulipoingia hapo mahali, ilikuwa ni kituo fulani cha mabasi. Tulipoingia hapo mahali na connection tulikuwa tumepewa na ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi hapo ndani, manake huwezi enda kufanya uhalifu kiolela olela tu. Yes, uenda labda umepangiwa na ujui mahali kuko vipi. Manake kumbuka, si kila mahali ambapo utaingia utapata tu umeachiliwa wazi. Kuna mahali ambapo kukosekiwa na kuna watu wamejiami pia wao. So tulipofika pale mahali, kumbe kulikuwa na afisa polisi pale ndani, na tukuwa tunajua, na alikuwa amevaa nguo za kawaida. Alikuwa yeye ndo anasikiwa pale mahali. So pia vile kama kawaida, au wenzetu kwa wameingia ndani, walikuwa watatu. Mimi nilikuwa niko peke yangu nje, maana tulikuwa tumekuja na pikipiki. So ilikuwa tuende tukachukua pesa pale kwa reception mahali ambapo zilikuwa. Kumbe hapo ndo huyo afisa pia alikuwa yuko. So wakati tumeshafika pale, mimi wakati nilikuwa nje, wenzangu wakawa wameingia pale pia na fujo, wakaanza kufyatua risasi juu, na yule polisi nikawa ni kama amechelewa kutoa bunduki. So pesa wakawa wamechukua, lakini sasa katika ile harakati ya kuondoka, huyu polisi akawa ametoa bunduki hapo mlangoni, hata kabla hajatoka. Manake walikuwa washafika karibu na mimi mahali ambapo nilikuwa. Ni kama ni bahati pia, manake pia nikijitokeza mimi pia ningekutwa na risasi na ningepoteza maisha yangu. Au wenzangu niliona hivyo wakipigwa risasi hapo katika harakati. Nilichanganyikiwa, hata nikasahau kama hiyo pikipiki kwa hapo na wenzangu, bili nikimbie. Sasa tulitorokana hapo. Mwenzetu ikawa amekufa, au wawili wakati tumetorokana. So hicho pia ni kitendo ambacho pia kilikuja ikanishtua. Ilibidi sana nirudi wapi? Mombasa. Mombasa, kumbuka niko wanted. Kila kukicha natafutwa, wazazi wangu wanashikwa, lazima waripoti kwa police station. Kila siku, kila muda lazima ilikuwa waripoti. So mtaani natafutwa, niko wanted, hakuna mahali ambapo naweza kuenda. So ilikuwa naishi maisha ya maficho, na mara nyingi ilikuwa naishi kwenye mahoteli juu siwezi ishi nyumba za kupangisha. Nikiishi kwenye nyumba za kupangisha, watu wanaweza kunijua. Labda ilifikia sehemu gani ndo, sababu kuna wakati uliweza kutorokea nje ya nchi? Je, ni after kurudi pale Mombasa? Hapana. Ilifikia, nakumbuka hii sana hapo mbele. Kuna kitendo ama kuna wenzangu walikuwa wanajihusisha na biashara za kutoa viungo vya mwili kama macho, sehemu za siri, na yes, ni vitu vinafanyika. Nafikiri umekuwa ukivisikia. Na pia ziko na masharti yao. So nilikuja nikashika na wenzangu ambao wako kwenye hii hali nyingine ya kishirikina, ya kishetani. Na wao maisha yao nilikuwa ni tofauti na yangu. Mimi wanafanya uhalifu ule wa kuiba, wa uizi wa mabavu. Lakini hao walikuwa yao ni soft, waende wakatafute mtoto. Manake sheria za ile hali ya kishirikina ni ikiwa unataka fedha zaidi, ni utafute mtoto ambao ako na umri mdogo. So
kuna kiwango ukileta binadamu ambako na umri mdogo, kuna kiwango cha pesa yani inazidi na kuwa nyingi zaidi, unaona. Lakini mtu mzima ana tuseme nini, ana dhamana sana katika mambo ya ni kama cult, mambo ya cultism whatever. Na kwa undani zaidi ni wazungu ambao walikuwa wanataka vile vitu ama vile viungo, ndio ili labda wakutajirishe ama ndio ili labda wakupokeze fedha kama wanataka njia shortcut. So wewe haja yao ni ulete mwili, wakupatie chumba, utoe zile sehemu za mwili vile ambavyo wanataka. But imagine sasa, jambo la kusikitisha, ukitoa zile sehemu za mwili kinyume na sheria zao za pale za kifrimason ama za kishirikina, hiyo inaitwa rejected sacrifice. Ndio maana unapata mili nyingi Nairobi River ama kwenye misitu zinapata zimetupwa. Kwa sababu gani? Unapata hizi ni sacrifice ambazo zimekataliwa na wale watu. So imagine jambo la kusikitisha, huu ni mwili ni mtu umemuua, alafu tayari umeshafanya vile ambavyo walikuwa wamekuagiza na wakakataa. So inabidi urudishe. So inabidi uitupe ama utupe mahali ufiche ile evidence. So inabidi utupe kwenye mto, kwenye bahari ama labda uifiche. Yes. So tena imagine cha kushangaza, sheria za sasa, ukitoa sacrifice ama ukitoa zile sehemu za mwili kwa mtoto, inabidi umtoe wakati yuko hai. Ndio maana unakumbuka kuna muda mliona mtoto ametolewa macho na bado yuko hai na anaongea na analia. Unaona? Kwa sababu gani? Zile ni sheria. Kwa hivyo for it to be exempted, hivi viungo vya mwili havifai kutolewa kuwa amekufa. Anatolewa akiwa hai. Yuko hai. Exactly. Kwa mtu mzima unatoa akiwa yuko hai. Lakini kwa mtoto unamtoa akiwa bado yuko hai. Kwa mtu mzima akiwa ameshakufa tayari. Ama either way, bora tu, manake ile inasemekana amekomaa. Na huu mtoto ni kama sasa ni kizazi kipya. Ndio maana unaona kizazi kidogo ama wale watoto ama kizazi ambacho kinainuka ndio kinakuwa attacked sana. Hata kwa njia ya social media unaona hata vitu vingi vinatumika kwa attack generation ambayo ndio inaamka. Ndio in the next coming years watakuwa wamefanya nini? Watakuwa wamechafuka. Kwa hivyo hii ndio ilifanya ukatoroka. So hii ndio ilifanya mpaka nikatoka pale mtaani na nikaenda, nakumbuka nilienda Kampala. Ndio sasa nilipokuwa niko kule nikarudi Mombasa. Porudi Mombasa nilifanya kitendo cha mwisho na ambacho ilifanya mpaka sasa nisafiri na niachane na uhalifu kabisa. Na nikikumbuka hicho kitendo, kuna mwenzangu alikuwa yuko wanted Mombasa. Alikuwa yuko wanted sana Mombasa. Sehemu za Bamburi. So wakati tuko na yeye, kumbe polisi walikuwa wameshamspot. Na huo muda nakumbuka tulikuwa tumeenda kuchukua mwili wa mtu ambaye amekufa kwa nyumba ya mtu. So ni kama ni mtu alikuwa amemuua mke wake, so alikuwa anataka sisi tuende pale tukafiche ile evidence, tukamzike ama labda tukamtupe sehemu yote ile, bora tu ile evidence iko imefichwa. So tulipoenda pale, kumbe huyu mwenzangu alikuwa yuko nyuma na mapolisi pia ni kama ama ofisa alikuwa yuko nyuma ameshamuona. So hakuwa anajua kama niko na yeye. So alipomuona wakashout, simama hapo, usiposimama tunakumaliza. So ile katika harakati ule kijana ni kama akakataa. Na mimi nikageuka, naona ametoa mapanga na nataka kung'ang'ana naye na polisi. Sasa ile kujidefend, wale maafisa ikabidi wamiminie marisasi. Katika harakati ndio hapo nilipigwa risasi kwenye mguu. Nilipigwa risasi kwenye mguu. Mguu wangu wa kulia. Nikiwa nakimbia. Sasa katika harakati nikaenda mpaka ilibidi niende sehemu fulani kwanza kwa mwenzangu anitoe ile bullet ambayo ilikuwa kwenye mguu.
baada ya kunitoa sasa, hapo ndo nikafunga safari, manake sasa nikawa niko wanted zaidi. Nikasafiri nikaenda Arusha. Nilipoenda Arusha nikakaa kwa miaka mitatu, 3 years. Niko kule sasa najiita mkutano, na nikianza kujiuliza nilikuwa nafanya nini sasa. Na ilibidi sasa mpaka nitafute njia zote za kujisalimisha, manake nilijaribu hata kufanya biashara, manake nilikuwa nimechoka na niko Arusha. Na kule pia kuna watu pia walikuwa wanafanya huo uhalifu, na ni wenzangu ambao walikuwa wameenda kujificha kwao kwa nyumba zao. So niliona tu njia nzuri ni kurudi nyumbani na kujisalimisha mbele ya maafisa wa polisi, ama maybe nipata njia yote ile nifanye nini, nijisalimishe. Baada ya miaka 3 Arusha. Baada ya miaka mitatu Arusha. Nilirudi Mombasa, nilienda nikatulia kwanza mahali for 2 days nakumbuka. Nikatafuta watu wamfikie mamangu mzazi. Walipomfikia wakanipigia, na walikuwa wameshangaa juu miaka yote tulikuwa tunazungumza for almost 4-5 years. Tuwatuzungumze ajui ni kwa wapi. Hatuongee na mtu yote, tu communicate na mtu yote pale mtaani. So wakanitafuta na tukatafutana. So mamangu nakumbuka akinipigia akiniambia uko wapi? Tunataka tukuone. Kwani miaka yote umekuwa wapi? Na nakumbuka akinipigia simu akilia. Nikamwambia niko mahali fulani na siwezi toka usiku ama mchana. So labda uje sehemu fulani tuje tuongee. Na usiambie mtu mahali hapo niko. Maana alikuwa anaogopa kutembea mchana, na hata usiku pia alikuwa anaogopa. So kutoka ilikuwa ni shida. Sasa alikuwa ndani ya nyumba. So mama akakuja, nakumbuka ilikuwa ni saa 9 alfajiri asubuhi. Akakuja na tukakutana. Akawa analia, nikamwambia usilie, mimi ndio huyu hapa na nimepitia mambo mengi sana katika maisha yangu, na nikamuelezea safari yote. But alikuwa bado ananiogopa kwa sababu alikuwa yuko free na mimi. Na alikuwa amini kama nimebadilika. But ilikuwa ni uamuzi ambao nimefanya, maana nilikuwa nimechoka tayari. So akanambia kuna mchungaji nataka nikupeleke kwake. Nimuuliza mchungaji gani? Akanambia nataka nikupeleke kwa pastor ambaye anaitwa Pastor Ezekiel. Nikamuuliza sasa mapasta gani nimesikia ukiita watu mchungaji kwa nyumba yako mara nyingi waniombee na sijaisaidia. Sasa ubaza ni upi tena? Akamwambia huyu atakubadilisha maisha. Nikasema ni sawa basi twende. Hatuku waste time. Tukaingia kwenye matatu nakumbuka, tukafunga safari tukaenda, ni distance kidogo kutoka pale ambapo nilikuwa. Tukaenda tukafika, na ilikuwa ni asubuhi saa 10 saa 11. At this point umemake a decision ya kuachana na kabisa. Tukafika pale sasa, nikawa tunangojea huyu mchungaji yuko wapi. Kidogo akawa ameingia, akaanza kuhubiri, akasoma verse nini. Sasa nikamuuliza mama, huyu ndio mchungaji, naona amevaa dera huyu. Na amevaa nguo nyingi za white. Ambia huyu atakusaidia. Na hiyo nakumbuka ilikuwa ni ibada ya service ya Holy Communion. Na inasifika sana kwenye ibada ambayo iko na nguvu zaidi pale kwa hili kanisa. So nikawa nimetulia pale, akaoji watu wawili watatu mpaka akanifikia. And I think hapo hivyo ndo watu wengi waliweza kujua, waliona story yangu, ile viral video wengi sana. So pale ndio akanambia, akamuuliza mama, huyu kijana ana shida gani? So mama alikuwa anaogopa kusema njoo, bado kuna naogopa serikali mimi inaweza kuniona. Inaweza kuchukua pia. Mimi nilikuwa najiuliza, sasa huyu mamangu ameleta hapa juu, bado nilikuwa na ile yani niko na ule uoga, alafu na ile pia kichwa ngumu kidogo. Sasa namuuliza mama ameleta hapa na hiki kitu iko live. Sasa si aseme tu, na hii ndio kitu ambacho kimeleta hapa. So ndo pastor akasema mpatie huyu kijana aongee, maybe anaweza nieleza zaidi, wewe huwezi nielezea. So kufikia kwangu mimi ikabidi sasa nieleze kila kitu, safari yangu ukafunguka kwa wazi, kila kitu nikaelezea, nikajipata naelezea kila jambo, safari yangu, mpaka nikaanza kumwaga machozi, nikaanza nalia pale. Na nakumbuka kuna point ulifika ukaambia di pastor, hata labda ukishamaliza utachukuliwa na polisi. Nikamwambia pastor, ikiwa hii kitu iko live na inaangaliwa na watu kule nje, hata usiwezi Changamwe akiniona watanifuata hapa sasa hivi. Na kumbe ilikuwa na maanisha kitu ambacho ni kweli. Kumbe ni station ambayo kumbe ilikuwa inaonekana na watu wengi huko nje, na mimi sikuwa najua. So ilinishangaza kuwa wakati nikielezea pia mama akaanza kuingiwa na ile
hisia fulani, manake sasa alijua kumbe nilikuwa namtetea kijana wangu, kumbe namtetea na njia ambayo sio, kumbe hizi vitendo ni ukweli alikuwa anazifanya. So ikawa inamhukumu yeye kama mzazi, akaanza kumwaga machozi. Nafikiri wengi walimuona akilia, akaanza kulia, kutoa machozi nini. Na ile harakati na ile mazingira ambayo niliishi na hiyo safari yote ya uhalifu ikaniumiza. Na pastor akasema ikiwa huyu kijana amekiri na akasema hivi, basi mbingu imemsamea, na mbingu ikiwa imemsamea hata serikali pia itamsamea, na huyu kijana atajisalimisha peke yake na bila wasiwasi na hata shikwa. Na nakumbuka pia akisema huyu kijana atakuwa mtu mwingine tofauti, huenda labda si hata kuwa mchungaji kama mimi, lakini atakuwa mtu mwingine tofauti. Nakumbuka vizuri akisema hilo jambo. Naliposema hivyo mimi nilisikuiweka kichwani. Nikaa akanambia, nakumbuka akinitapo mbele kwa madhabahu akanambia nipatie namba yako tutaongea. Nikarudi nikakaa. So ikawa iko vile, so watu ile story ikawa imewashika, ilishika watu wengi sana. Wengi zaidi. So pastor ikawa tunaongea naye, ikifika jioni ananipigia simu, mwanangu uko wapi? Anatamani ukuje kanisani kwenye ibada. Wewe ukikaa hapa nikulee kiroho na nikulee pia kama mzazi. At this point ndo pia uliweza kusalimisha ile bunduki kanisani kwanza? Ile ilifanyika sasa baadaye, baada tumeshatengeza matayarisho na serikali, manake si hatungeza ifanya kwa njia haraka, manake ilikuwa nimeweka mahali bunduki, so ilikuwa fani niende nikaichukue tena tunatuifanyia matayarisho. So akule mchungaji akanilea pale kiroho na akanilea kama mzazi, akawa ananipatia chakula, ikafika mahali akawa ananijaribu pia kiroho, saa zingine anipatii pesa. So ikawa inanijaribu na ile kanifanya nikakuwa more spiritual person, because nikawa naingia kwenye mfungo nimtafute huyu Mungu na nimjue ni nani huyu Mungu, ni nani ambaye alibadilisha maisha yangu. Na ile injili ikawa inaniingia kichwani. Imagine mtu mwenye alikuwa jambazi ikafika mahali mpaka anashika Biblia na nakaa kwenye kanisa kuanzia asubuhi mpaka jioni kusikiza injili, mpaka nikawa ninafurahia nikipewa nafasi ya kushuhudia pale kanisani, na wazazi walikuwa wanafurahia, wengine walikuwa wananifuata pale baada ya ibada. So katika harakati ilifika mahali mimi mwenyewe nikafanya uamuzi, nikaamua niende mtaani juu sikuwa naamini kile pastor alisema. So nikaenda mtaani, nikamtafuta mzee fulani ambaye alikuwa ni mzee wa mtaa anaitwa Charlie. Kumbe serikali wanajua kila kitu, na wamekuwa wakinifuatilia, mimi sikuwa najua. Kumbe hata nilikuwa kanisani kwa mimi ninanichunguza, walikuwa wanataka kuhakikisha huyu mtu amebadilika kwa ile ama anakuja kutupima kichwa. So kumbe pia wamekuwa kiongea na pastor, mimi sikuwa najua. So mimi haja yangu ilikuwa nikubadilika tu, sikuwa nataka mambo mengi. So wakati nilikuwa pale ndio nikaenda nikakutana na huyu ndugu, akaniambia hata usesi alikuwa anataka kuone na muzungumze, tufanye mipangilio vile ambavyo utajisalimisha rasmi katika serikali na uachiliwe huru vizuri. Mpaka alikuwa ameshangaa, umeamua unifuate mwenyewe, basi umefanya jambo zuri sana, manake ndio muda mzuri, manake tulikuwa tumekupangia siku nyingine uje tuje tukufuate na tukae nawe chini. So tukafunga safari, tukaenda mpaka Changamwe police station. Tukafika pale, but nilikuwa na uoga. But kabla ya hapo nikampigia pastor, nikamwambia pastor, naingia Changamwe lakini niko na uoga. Hauko sure kama utashikwa? Na pastor akaniuliza, mwanangu umefika huko vipi? Nikamwambia ndio umefanya tu uamuzi tu juu nataka niwe huru. Ni hakikisha. Nikamwambia mwanangu, nenda, mbingu ilikusamea na hata serikali itakusamea, na kuombea mwanangu, ingia. Mpaka huu mwenye niko naye pia anaogopa, anasema huyu kijana watu amejileta na sasa maybe anaweza shikwa kwa mikononi mwangu. Yeye pia anajua tu ni mzee wa mtaa. So akanambia twende tu, haina shida tuingie. Alikuwa amecommunicate na OCS. OCS akakubali tukuje. Kumbe amejipanga wako wengi, sijui so wakati tulipofika pale Changamwe police station, wakawa kwa pale na wale maofisa wote OCS, OCPD na hao DCI ambao pia walikuwa wanafanya hiyo kazi ya kunitafuta hapo mwanzo. Wakawa wanashangaa, huyu ndio mtu ambaye alikuwa anatusumbua miaka yote, na ndio tukaje tukamwona kwa kanisa. So ni jambo ambalo pia lilinitia moyo zaidi, na nikafunguka, nikamwambia ukweli. Mimi nikamwambia ni hivyo, na ni kwa sababu ya maisha yale ambayo nilikuwa napitia pale nyuma, na walielewa kama, na pia zaidi ya yote ni ile ujasiri ambao nilikuwa nao kujitokeza na kujieleza na kusema mimi ni mtu fulani na nilikuwa hivi na hivi. Maana
ni kama katika historia pale hiyo police station hakuna mtu ameshajisalimisha. So ndio maana nikaona kanipatia hiyo fursa ama nafasi. Na tuseme ilinishtua na ilishtua hata watu wengi sana. Ndio maana hata watu wakiniona huwa hawaamini kama nilipitia hiyo hali kwa sababu muonekano, but mimi husema ni neema ya Mwenyezi Mungu. Wengi waliongea by the way, wengi walisema walinipatia mwaka, wakasema tunampatia mwaka atarudi kule. Wengi walisema tunampatia miezi. It's been how many years by the way? It's been 3 years now. Oh wow. Yeah, 3 years. Naelekea 4 sasa hivi mwaka ukiisha. So ni neema Mwenyezi Mungu, si kwa nguvu zangu, si kwa akili zangu mimi kufika mahali nimefika. Maana ni wengi ambao walikufa, ni wengi walipoteza maisha yao. Imagine hapo mwanzo, kama nilikuwa sijielezea hapo mwanzo, wazazi wangu, mamangu sasa sana, ilifika mahali alishikwa na wazimu kwa ajili yangu, kwa sababu ile mambo ilikuwa inamsumbua kichwa. Kila wakati mtoto wake anatafuta sababu ya mali. Yeah. So haikuwa inamkujia kichwani. Sasa unajua sasa the fact that sasa nilikuwa wanted pale mtaani. Picha zangu zilikuwa zinasambaa pale. Mpaka kuna watu walikuwa wanalipwa wanitafute, mpaka marafiki zangu. So ilikuwa inamsumbua mama mpaka kashikwa na wazimu, ilikuwa anapelekwa hospitali kuangaliwa akili, kitu kama hiyo. So pia hiyo ni moja wapo ya vitu ambavyo nilikuwa nikipigiwa simu wakati nilikuwa kule Arichwa, naambiwa na wenzangu, na watu naona mamako wanapelekwa hospitali kila muda, na so ilikuwa inaniumiza pia. Ndio maana pia nilifanya uamuzi mgumu wa kujisalimisha, na leo hii maisha yangu niko huru na nafurahia mahali ambapo Kristo ameniweka hivi sasa. Maisha yangu yamebadilika kwa kiwango kikubwa zaidi. Nipo kuna majaribu ya kiroho, vile tuseme mchungaji ambaye alinilea kiroho anapitia majaribu. So ni majaribu ambayo mimi pia anapitia, na kupitia maisha yangu nilikuja nikasoma mambo mengi sana. Firstborn na lastborn huwa wanapitia changamoto katika maisha yao. Na hao ndio watu ambao wamebeba nyota. Ukiangalia kwa wazaliwa wa kwanza zamani, hata kwenye Biblia, firstborns walikuwa wanapatwa na mambo mengi sana. Ukiangalia kama Yesu alipozaliwa, walio na nyota yake, wale akina mfalme Herode walitaka kumwandama na kummaliza kwa sababu ya ile nyota ambayo alikuwa nayo. Lakini kwa sababu ya Mungu ambaye alinilinda mimi katika harakati na kile ambacho kwa ndani yangu, naamini Mungu alikuwa na sababu ya kunipitisha huko na kuniruhusu nipite huko kote, because the person that I am right now, if maybe ningemwambia Mungu angenichukua akanionyesha hivi ndio maisha yako itakuwa, ningekataa. Na maybe I could miss the person that I am right now. Sure. So hii inanionyesha kuwa there is no testimony without a test. So Wow. Ni lazima ilikuwa nipitie hiyo, na ni kusudi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana nikakuwa the person that I am right now. Na hivi leo mimi ni kielelezo kwa wengine, na inanifurahisha na inasaidia wengine wengi, na inawatia moyo. Hii inadhihirisha kuwa Mungu yuko na anaweza badilisha maisha ya mtu yote kule nje. Ikiwa mimi nimekupitia kwenye huo uchafu, mtu yote anaweza badilisha maisha yake. Na hiyo ndio historia ya maisha yangu na mahali ambapo Mungu alinitoa. Naam. No, maybe in a minute as we wind up, ukiangalia kamera, of course tumezungumzia ama you lead crime to Christ. Zungumza na vijana pale nje. Okay. Yeah. Labda niseme hivi kwa wanaonitizama ambao wako kwenye hiyo hali na wanataka kutoka, na mtu yote ambaye anatamani kutoka kwenye hiyo hali, uamuzi unaanza na wewe. Hakuna mtu yote ama kupitia mtu yote mwenye atakuja zungumze na wewe akwambie ubadilike. Ni wewe mwenyewe ufanye uamuzi. Uamuzi wa kubadilika unaanza na wewe mwenyewe kwanza. Ndiposa umruhusu Mwenyezi Mungu achukue nafasi katika maisha yako na kukuongoza katika wokovu na kubadilisha mienendo yako. So vijana wengi wamepotea kwa sababu ya kukosa mwelekeo na wachungaji. And by the way, ningependa pia kuzungumza na wachungaji kule nje. Wachungaji wengi wanahubiri sana kuhusu sin. Don't preach about sin. Preach about the good news.
kutoa wale ambao wako kwenye uhalifu, kwenye ukahaba, kwenye miadarati. Maanake vijana wameingia kwenye vikundi vingi ambavyo ni vya kishirikina. So wewe kama mchungaji, preach the gospel to drive those people who are at sin from out of the sin, because wako tayari kwenye sin. So ni wewe ndo wahubirie Injili watoke kwenye hizo dhambi. Maanake hakuna mwenye anapendezwa kukaa kwenye dhambi. Kila mtu anatamani kutoka kwenye dhambi. So if wachungaji watakuwa ni watu ambao wanahubiri Injili ya kubadilisha watu na kukaribisha mtu yote yule, because hata kanisa si sehemu ya si sehemu ambayo ya mtu perfect. The church is for perfecting people. The church is not for perfect people, that is. So wapatie nafasi kwa watu ambao wanapitia hali ngumu na kwa watu ambao wako kwenye dhambi na wanataka kutoka kwenye dhambi. Na wengi, hii generation, wengi watabadilika na watamjua Mungu jinsi tulivyomjua Mungu. So kwa vijana wenzangu, ningependa kuambia wawe mfano mzuri wa nchi yetu, ili watu wachukue mfano wao. Ndio hii generation ambayo inainuka pia waige mfano kutoka kwao. So mwisho wa siku, mimi nilipo kwenye uhalifu haukunilipa. So crime doesn't pay. Wow. Hailipi kabisa. Na ikiwa inalipa, labda mimi singekuwepo hapa na maisha yangu labda tuseme singekuwepo mahali ambapo nipo hivi sasa. So ikiwa uhalifu unalipa na unaamini unalipa, basi maisha yako ni mafupi sana. Na maisha yako yamekuwa limited na shetani. Maanake umefungwa kwenye mifungo ya shetani bila wewe mwenyewe kujua. So uhalifu haulipi, na uamuzi wa wewe kubadilika inaanza na wewe mwenyewe. Na hakuna mtu yote mwenye anaweza kuja kusukume, maanake ni uamuzi wa maisha yako. Ni wewe, na chochote kile ambacho unachokifanya sahihi ina determine maisha yako ya baadaye. Yes. So mimi kama kiongozi ambaye nilikuwa kwenye uhalifu, na leo hii mimi ni kiongozi kwa mayouth, na asiyesikia la mkuu pia huvunjika guu. Na mimi nilikuwa mkuu na sasa mimi ni mkuu. So ningependa kuhimiza vijana wengi wawe mfano mzuri kwa vijana wenzao, kama vile mimi ni mfano mzuri kwa vijana wenzangu. Na kwa Yesu kuna kitu chochote kile ambacho unachokitaka. Maanake kama ni fedha nilikuwa nazitafuta kule, nilizipata. Kama ni maisha mazuri nilitafuta kule na nilizipata kwa ndani ya wokovu. So wokovu ni uamuzi mgumu, lakini ni jambo la maana sana katika maisha, because mwisho wa siku pia life is spiritual. Yes. So ni wewe lazima ufanye uamuzi wa maisha yako na umjue Mungu, na hakuna popote utakapoenda bila Mungu ndani yako ama ndani ya maisha yako. So crime to Christ, mimi nikiwa youth leader ama youth pastor, ninahimiza vijana, ikiwa nitapeana namba yangu, nitapeana social media handles zangu, nitazipeana. Yote mwenye anataka kunifikia nifikie, ikiwa ni mzazi, kwa njia yoyote ile. Na naamini Mungu atanitumia kuinua watu wengi na kubadilisha vijana kule nje. Maana hiyo ndio mission yangu hivi sasa kama Crime to Christ leader na youth pastor. Maybe kwenye watu wanaweza kukupata vipi? Najua kuna wale ambao wangependa ku reach out, maybe wazazi pia vijana. Wanaweza kupata vipi? Hata nambari ya simu hivi comfortable? Yeah, naweza kupeana, maana yake nishapeana mara nyingi sana. Nambari zangu ambao zinajulikana ni 0757 64 553 0757 6555 3. Yeah. So Facebook Steve Odhiambo, utanipata huko. Email yangu ni @steveodhiambo181. Instagram pia ni vile vile, hata pia Twitter pia ni vile vile, Steve Odhiambo 181. Na wengi wanapenda TikTok, so TikTok pia ushuhuda kwa wale ambao pia wanataka kufuatilia ushuhuda wangu, maisha yangu pia iko kwenye TikTok. Nafikiri nimeweka video kadhaa za maisha yangu ziko pale. Na TikTok watanipata kwa Odhiambo Steve 181. Odhiambo Steve 181. Wengine wananijua kama Pastor Ezekiel San.
So mnaweza kunitafuta kwa hizo platforms na hiyo namba ambayo nimepeana hapo. Naamini wote watabarikiwa kwa kupitia maisha yangu na yale ambayo nitakuwa nimewaandalia na kupitia yote. Oh wow, yes. What a testimony. Amen. And Steve, thank you so much for your time and good job unafanya pale hivi nje, at least kusaidia vijana, sababu at this point of course temptations ni nyingi, vijana labda ukosefu wa kazi na drive into crime and things like that, but you are out there, you have a challenge. When ni mzazi, labda mtoto wako anapitia mambo ambayo hayakupendezi kama mzazi, remember you can reach out to Steve Odhiambo kupitia kwenye mitandao yake, nambari ya simu ambayo ameweza kupea. Talk to him because he is the leader of Crime to Christ. Na jinsi ambavyo amesema, a test comes before a testimony. So vumilia, because a testimony is coming. And also if you are maybe in a situation ama in a group ambayo ikupendezi kama kijana, remember decision ni yako. You have to make the decision. Na kama alivyosema, in Christ there is life, there is everything that you need. Thank you so much for watching this video. Until next time, I've been Shiko Gitao. On all platforms, you can find me too at I_am Shiko Gitao. God bless you.